Muheza Finest, Muheza Finest, the podcast. The finest, the finest. Muheza Finest. Karibu sana Muheza Finest podcast. Finest. Podcast ambayo itakupeleka kwenye ile mioyo ya wanamuheza, kuanzia watu mashuhuri, vyakula vya wanamuheza, chakula gani kitamu, chakula gani sio kitamu kwa wanamuheza, lakini pia michezo gani wanamuheza wanaipenda. Lakini pia bila kusahau utamaduni na maisha ya kila siku ya wanamuheza jinsi yalivyo. Kwenye podcast hii tutameletea hadithi tofauti kuhusu wanamuheza. Naitwa Sadiki Tajiri, host wako ambaye nitakupeleka kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi chetu au podcast yetu ya Muheza Finest. Lakini pia niko na ndugu yangu hapa Kisiki. Kwa hiyo leo tutapiga story mbili tatu tukijadili kuhusu muheza yetu. Kipindi chetu ni Muheza Finest. Tunapoizungumzia muheza watu wafahamu kwamba ni moja ya wilaya kubwa, ina kata 37 na tarafa 4. Kwa hiyo ni wilaya kubwa, lakini wilaya hii ya Muheza ni ya kipekee kwa sababu ina ardhi ya kilimo, kwamba unaweza ukalima zao lolote. Watu wanalima mazao ya biashara na mazao ya chakula. Machungwa yanalimwa, lakini wilaya ya Muheza ni maarufu kilimo cha machungwa, kilimo cha mkonge na mazao mengine mengi yanastawi katika hii wilaya ya Muheza. Hiyo ndo Muheza. Lakini Muheza hii ni ya Wabondei. Vile vile Muheza hii ina mchanganyiko wa makabila mengi, ila wanaofahamika ni Wabondei na ndio maana kunaitwa. Okay. Kabla hujaniambia kwenye mchanganyiko wa makabila mengi, kwa kumbe wenye Muheza ni Wabondei. Ni Wabondei. Okay. Na mimi ni mzaliwa wa hapa Bonde. Na wewe ni Mbondei. Mbondei, baba Mbondei, mama Mbondei. Wabondei hao kwenye kijiji gani ambao labda kata au kijiji ambao ni maarufu sana ambapo Wabondei wengi wako wengi? Au Muheza nzima Wabondei? Sio Muheza nzima. Katika kata 37 sio kata zote zenye ambao ina asili ya Wabondei. Okay. Asili ya Wabondei wako Mkuzi, wako kata ya Lusanga, wako kata ya Magila. Okay. Huko ndio Wabondei wengi wanapatikana. Hizi kata nyingine kama Amani huko ni Wasambaa wengi. Ingawa Wabondei utawakuta, lakini asili yake zaidi ni hapo kwenye kata hizo. Kwa hiyo kumbe unataka kuniambia kwamba labda hivi mpaka neno bonde. Kwa hiyo Wabondei na neno bonde, kwa sababu watu wengi by the way ukiwaambia kuhusu Muheza, unajua kuna wengine wanatumia lugha kwamba naenda bonde. Naenda bonde. Okay, kwa hiyo limetolewa ili kabila kutoka Bondei au kwenye kitu gani hapo? Limetolewa kutoka Bondei na bonde. Kwa hiyo mwenye bonde ni huyo Bondei. Bonde yake. Na wewe kwenye Muheza hapo wilaya gani? Kabla mimi sijakwambia natokea kwenye kijiji gani. Wewe Muheza hapo kijiji gani? Mimi hapa natokea kijiji cha Kivindo ambacho kiko kwenye kata ya Lusanga. Okay. Wilaya hii ya Muheza. Kwa hiyo nimezaliwa hapa, nimekulia hapa. Wananiita mwana wa hamu. Utaenda, utarudi, utanikuta. Hapa. Mishe zangu ziko hapa. Nimezaliwa hapa, nimesomea hapa fresh. Kivindo, kata Lusanga, kijiji hicho. Lakini Kivindo unapohitaja ni moja ya kijiji cha kihistoria kwa sababu ndipo lilipopatikana jina la Muheza. Okay. Kwa sababu miaka hiyo enzi za mababu zetu kulipigwa vita kati ya Mbondei na Mdigo. Mbondei, unajua Mbondei kabla hajaja Muheza walikuwa wanaishi wilaya ya Mkinga ambako ni mpakani mwa Tanzania na Kenya. Okay. Mombasa. Ndio. Kwa hiyo sasa Mdigo alikuwa anahitaji ile ardhi. Kwa hiyo vita ikapigwa Mbondei akawa Sitaki kujua nani kashinda kwanza. Sitaki kujua kwanza kwa shinda kwa sababu naitaka hiyo sana. Sitaki kujua nani kashinda kati ya Mbondei na Mdigo. Sitaki kujua kwanza kwa shinda. Vita ilipigwa. Unajua kwa nini nacheka? Unajua hii vita ya Wadigo na Wabondei, kuna rafiki yangu mmoja hivi nilisoma naye kipindi hicho, yeye ni Mdigo. Mpaka sasa hivi amini kama kuna kundi moja limeshinda kwenye hiyo vita. Yeye anasema kwenye hilo kundi kuna moja ndio kakimbia. So kwa hiyo kama umekimbia hujashindwa, ila bado ni mbinu tu ya kunini. Mdigo anakuja, Mbondei anarudi nyuma, lakini dakika ya mwisho hapo kijijini kwetu sisi Kivindo. Mbondei akaona hapa wakakoma. Mdigo akapigwa. Alafu akachukuliwa watu watatu kama sio wanne, wakachukuliwa mateka. Wadigo manake mpaka leo kizazi chao kikamia Bonde, wakazaa na watoto na wakawa Bondei. Sasa hapo ndo lilipotokea jina la Muheza kwa sababu Wabondei walipompiga Mdigo wakasema hapa Tiheza. Yaani hapa tumemaliza, tumefika. Okay. Kwamba tumewaweza, tumefika. Na ile vita ilishia kwenye eneo fulani wanaita Kwebale.
pana jiwe kubwa. Tufike hapo ndugu yangu. Siku moja tutafika. Hapo lazima tufike siku moja. Lakini hizi historia huwezi kuzipata, ziko kwenye vitabu. Okay. Ni wazee wetu wanatuhadithia. Lakini kwenye hii wilaya ya Muheza kila kata ama baadhi ya kata zinakuwa majina yake yanamaanisha. Okay. Nikupa mfano, kuna kata ya Kwebada. Kwebada. Kwebada imetokana na Wabondei walikuwa hawamtaki Mbena. Na hawa Wabena Wabondei wanawaita Wanyika. Yaani ni watu ambao ni wa bara huko. Kwa bara tunaita Nyika. Kwa hiyo Wabena walipokuja kwenye mashamba mkonge na nini, baadaye wakawa kama wanataka kutawala ili eneo. Mbondei hakukubali. Kwa hiyo Mbondei wakawachukua Wabena wakawapeleka Kwebada. Aliporudi akaulizwa Kuwabada, akasema Kiwabada. Kuwabada mpaka ikawa Kwebada. Na hapo kwa Kiswahili kwa kimaanisha umewaacha. Kwa akasema ndio nimewaacha, ndio Kiwabada kae. Ndio nimewaacha. Kwa hiyo ndio jina hilo Kwebada mpaka. Na sasa hivi kabila gani labda limechukua nafasi sana hapo kwenye hiyo kata ya Kwebada? Ni Wabena. Hiyo ni kata. Lakini Wabena ndio wako wengi zaidi na wamefanya vizuri kwenye uchumi, wanalima sana machungwa. Machungwa. Kwa hiyo kutoka nje ya kile kilimo ambacho watu wa Tanga wenyewe Muheza Wabondei walikuwa wanafanya. Hawakutoka. Kwa hiyo alipofika ile eneo Mbondei alikosea, alivyompeleka kule akaona amemweza, lakini kumbe amempeleka kwenye ardhi nzuri ambako machungwa yanakubali sana. Wanalima machungwa na nazi, lakini zaidi ni machungwa. Okay. Safi. Kuna utamu sana Muheza. Unajua Muheza kuna vitu vingi vipo, historia nyingi lakini uzijui. Hivyo unajua kama wilaya Muheza ndio wilaya yenye wasomi wa kwanza Tanzania au Tanganyika. Bwana. Sasa mimi ndo nakwambia. Wewe hujasikia hiyo? Sina uhakika sana na hiyo. Labda uzikoniambia leo labda. Wilaya Muheza shule ya kwanza Tanganyika imejengwa hapa wilaya ya Muheza. Ukisikia elimu imeanzia Tanga, imeanzia Muheza, ni shule iko Magila, ilikuwa inaitwa Hevumo. Baadaye ikaja ikabadilishwa ikawa Hevumo. Sio jina la Kibondei wewe? Jina la Kibondei, lakini baadaye ikabadilishwa ikaitwa St. Joseph. Pembeni yake kulikuwa na shule inaitwa St. Mary. Waliosoma miaka hiyo wanajua. Na hii Hevumo ni jina la Kibondei, maana yake kulikuwa na mti unaitwa mvumo. Jina jingine wanauita mzinda nguruwe. Yaani ulikuwa na makamba nguruwe yakipita na kwa hiyo ile ndio ilikuwa shule ya kwanza ambayo ilijengwa mwaka 1886. Okay. Na msomi wa kwanza alikuwa anaitwa Jumbe Kifungiwe. Jumbe ni kama chifu au mtawala wa eneo lile. Kwa kabila wa Bondei walikuwa mchifu, si mtawala, wanamuita Jumbe. Sasa yule Jumbe Kifungiwe, jina lake ni Kifungiwe, alikuwa ni kijana bado. Yeye sasa ndo kwa kwanza na mdogo. Kwanza leo kwanza uniite Kifungiwe. Kifungiwe. Jumbe Kifungiwe. Kwa Jumbe alikuwa sasa Jumbe Kifungiwe alikuwa na kaka yake anaitwa Sagosago, ndo alianza pale shule. Afu miaka ile watu walikuwa wanatembea kilomita zaidi ya 40 50 kuja kushangaa shule tu. Yaani sio kusoma na shangaa. Kwaje? Lakini miaka ile pale Magila ndio walikuja wa missionary ambao ni Waingereza, walikuja waliweka eneo lao pale kufanya mission, ambao ndio wakajenga shule. Kwa walileta elimu, walileta dini, walileta afya. Na ndio maana pale wakajenga kanisa, ambao kanisa Anglikana Tanganyika la kwanza kwa Tanzania lilianza Zanzibar, lile la pili kwa Tanzania. Kwa Tanganyika ndo la kwanza limejengwa Magila, na kwa ambalo lilijengwa mwaka 1870. Okay. Na nani? Walikuwa watu gani? Ni Waingereza. Lakini kabla Waingereza kwa Magila alikuja pale panaitwa Magila Msalabani. Ni kwa nini Magila Msalabani? Alikuja Dr. Clough ambaye alikuja mwaka 1843. Kwa alipokuja kwa lengo la kuangalia pale kufanya uwekezaji kilimo na nini, alipoona eneo lile la Magila lina kama mawe na lile kanisa limejengwa juu ya mwamba, kwa hiyo akashindwa. Lakini alipokuja akakuta kuna wagonjwa wa ukoma, kwa sababu miaka ile ukiwa na ukoma umezaa sisi mtoto ni mlemavu hivi anatupwa. Kwa alipokuta wagonjwa wa ukoma wametengwa, akachukua msalaba mti wa mkuyu akaukita
Akasema kwa Ishiraia msalaba mtapona, na waliokuwa na imani wakapona. Na mabaki ya ule msalaba tangu mwaka 1843 mpaka leo ya tufike. Tutafika. Sehemu ya pili hiyo mwanangu. Magila. Tunaanza na wapi? Magila Kivindo. Ambapo panaitwa Kwebawe ambapo ilimalizika vita Mbondei na Mdigo. Alafu eneo jingine ni Magila ambako ni mji wa kihistoria. Mfuatiliaji wa podcast ya Muheza Finest, mwenzangu hapa Kisiki, tushapeana taskizo 2 za msingi kabisa. Ni kufika kwenye kijiji cha Kivindo ambapo vita inasemekana Wabondei na Wadigo walipigana hapo. Kwa hiyo tutakutana na watu wa hapo watueleze kinagaubaga. The finest, Muheza Finest podcast finest. Muheza Finest, the podcast.